So I can proceed. Naweza kuendelea. Mazuda Gadabroski hapa. Agano ni kitu gani? What is a covenant? Agano ni makubaliano kati ya pande mbili. A covenant is the agreement between two parts. Between two parts. It is an agreement between two parts. Ni makubaliano kati ya pande mbili. Tuko pamoja? Are we together? Sawa. Kwa nataka nikufundishe kwamba I want to teach you that real prophets, they still exist. Manabii wa kweli bado wapo. Genuine prophets, they still exist. Manabii wa ukweli bado wapo. Although wapo wengi ambao wame affect picha ya karama ya unabii. Yapo wako wengi ambao ofisi ya unabii wameharibu ofisi ya kinabii na kufanya iwe na doa and to stain the prophecy. Ila haifuti ukweli kwamba manabii halisi wapo. But it doesn't delete the picture that true prophets are there. Hallelujah. Hallelujah. Wako manabii na wako manabii wenye maagano. There are prophets and there are prophets with covenants. Kuna manabii na kuna manabii wenye agano na Mungu. There are prophets and there are prophets with covenant with God. Watu wenye agano na Mungu, people with covenant with God, wana mchakato na Mungu wa nje ya online. They have a process with God outside the online. Don't lie to yourself. Usijidanganye. And fight a man that has a covenant with God. Ambaye ana agano na Mungu. That free ticket to your grave. Hiyo ni tiketi yako ya free kwenye kaburi lako. I tell you this openly. Nakwambia hivi wazi wazi. So kuna manabii na kuna manabii ambao wana agano. There are prophets and the prophet with covenant with God. Kulikuwa na manabii wengi sana majira ya Elisha. There were a lot of prophets at the time of Elisha. Lakini mfalme alimfuata Elisha. But king followed Elisha. Kwa sababu alijua kuna agano la tofauti kwa Elisha. Because he knew there's a different covenant with Elisha. So prophets ameni. Kwa hiyo manabii wako wengi. Na hatari kuhusu manabii ni kwamba and the danger about the prophets is package yao, their package, the way they look, wanavyoonekana, sio mwilini, physically, sio kama uzito waliobeba rohoni. It's not like what they carry in their spirits. Package yao physically, muonekano wao wa nje, sio kama package ambayo watu wa kidini wana expect iwe. It's not like what people expect from them. Prophet hatafsiriwi na suti. The prophecy is not explained by the clothes that he wears. Clothes, this suit, you are joking. Hii inashonwa hapo. These clothes are tailored out there. Prophet hatafsiriwi na chochote physically. The prophecy is not explained by anything physically. Anatafsiriwa na siri yake na Mungu. Is explained by the secret with God. Kuna siri niko nayo na Mungu mimi. There is a secret I have with God. Ndio inafanya kuzimu ina hofu na mimi. That's what make hell be frightened by me. Ndio inafanya Mungu ameiamini hatima yako na mimi. That's what God has believed your destiny with me. Yes. Ndio nawaambiaga kwamba that's why I'm telling you. Napokuwa live TikTok kuna natabiria mtu yuko Kongo. When I'm live on TikTok prophesying for my son came from Tanga. My son umeingia saa ngapi Dar es Salaam? Usiku saa 8. I gave you a prophecy nikakwambia njoo nikuone. Need to deliver you. Si ndio? Kuna manabii na kuna manabii ambao wana agano na huyu Mungu. There are prophets and the prophet that have a covenant with God. Naeleweka eh? Do you understand me? Kulikuwa na manabii wengi Israeli lakini mfalme alimfuata Elisha kumsikiliza. There were a lot of prophets in Israel but the king followed Elisha. Sasa na reveal agano langu kwako. Then I'm revealing my covenant to you.
Nitakufundisha vitu 7 ambavyo Mungu amenipa siku ya leo, Jumapili ya kwanza, Jumapili 7 za agano. I will teach you things that the Lord has taught me in these 7 covenants. 7 things. Vitu 7. Ukavizingatie. Please pay attention to them. Vitakusaidia. They will help you. Remember, kumbuka, nimekuambia kuna Elisha. Nimekuambia, I've told you there's Elisha. Na kulikuwa na manabii wengine Israeli. And there are other prophets in Israel. Lakini alikuwa na agano na Mungu ni nani? But the one with the covenant with God, Elisha. For the Elisha. Kitu cha kwanza, the first thing, obey. Obey. T. Kitu cha kwanza, the first thing, obey. T. Andika Wafalme wa Pili, 2 Kings chapter number 5. Chapter number 5. From verse number 1 to 27. From verse number 1 to 27. Utaisoma kwa muda wako. You read it at your own time. Mimi nitagusa sehemu ndogo sana. But I would only concentrate on one place. Ikusaidie. So that it can help you. Hallelujah. Amen. Elia alikuwa anatoa neno. Huyu alichokuwa na expect ni nabii atoke akaweke mkono kwenye sehemu yake ya ugonjwa. Alichoambiwa na Mungu nabii afanye, sio anachotaka Naamani nabii afanye. Kwa anampush nabii atoke kwenye sauti ya Mungu, atende anavyotaka yeye. Kwa kuna namna ametafsiri uponyaji kwake yeye. Yaani kuna namna ametafsiri uponyaji kwake unabidi uweje. Kwa amefika kwa nabii ambaye anamsikia Mungu sasa. Sio nabii ambaye anataka kukuplease. You see this mindset? No, a prophet that hears from God. Ni nabii anayesikia kutoka kwa Mungu. Kwa nabii hajatikiswa na kwamba huyu ni jemedari. The prophet is not shaken that this person is a general. Hajatoka hata nje akwambia nenda kajitose kwenye mtu. Not even get out of the house. Kwa watu ambao unafanya biashara. Even you that is doing business. Akija mtu anataka kuchallenge aina yako ya ubora wako. If a person comes wants to challenge the amount of your excellency. Mwambie ofa hiyo atufanye tafadhali unaweza tell them that we do not do that offer. Just proceed. Wewe endelea. Huyo mtu atakuheshimu. That person will respect you. Akija siku nyingine na deal ya biashara atakuja na nidhamu. If another time he comes with the deal of business, he will come with all respect. Ukishuka kila siku atakusifia pale umemuuzia bei nzuri, lakini akitoka pale anakudharau. If you accept the challenges every day, that person will lose their respect upon you. They will lose their respect. They will despise you. Wataona kwamba hauko sure na kiwango cha ubora wako. They will know that you're not sure of your excellence that you carry. Hallelujah. Hallelujah. Kwa maana yake kiwango chake huyu kilikuwa convinced na watumishi wake kwamba hebu obey. Jaribu tu kuobey. Jaribu tu kutii. Alivyo obey ikawa. Alivyotii ikawa hivyo. Si ndio? Hii ndio reason alivyorudi na sadaka kwa Elisha, Elisha akaikataa. And that's the reason why he went back with the offering. Elisha refused the offering. The Lord receive it. That's not honor. Kama ulikuwa unajiuliza kwa nini Elisha alikataga ile sadaka ya yule jemedari mkuu. If you ever asked yourself why Elisha refused that offering from That's the reason. Hiyo ndio sababu. That's not honor. Hiyo sio heshima. Sadaka yake imejaa uasi. Alikuwa kweli amepokea neno la kinabii na ameenda kupokea muujiza, lakini Elia aliona huyu hata akija na shukrani imejaa uasi. He saw that the offering is contaminated. Akakataa. Gehazi akajidai mjuaji, kaenda akachukua. Akapata ukoma. Hallelujah. Kwa umejifunza nini mtu wa Mungu hapo? So what have you learned? Obedience. Kutii. Gehazi alikuwa karibu na nabii kila siku. Gehazi was close to the prophet every day. Mtumishi huyu wa prophet Elisha. A close person to prophet Elisha. Kwa kaisi la nabii anioni. So he thought the prophet does not see him. Kwa sababu anitabiri kila siku. Because he does not prophesy upon me every day. Alichofanya, what he did, akamkimbilia Naamani akafuata ile sadaka ile kataliwa. He ran after Naamani to take the offering. Bila kujua mtu anapoleta sadaka madhabahuni. Without knowing that when a person brings offering to the altar, sadaka ni roho ameitamkia. The offering is a spirit that he has spoken upon. Sadaka imebeba matatizo ya yule mtu. Offering has carried all the problem concerning that person. Ndio maana even if you are a man of God, that's why even if you are the man of God, sadaka yote inagusa madhabahu, an offering that touches an altar, itamkie na ukaiombee. Speak upon it and pray upon it. Kabla haijafanya matumizi yote. Before you have anything with it. Kwa sababu utatoka na ukoma kwenye sadaka. Because you live with leprosy. Sadaka ina matatizo machozi ya watu.
An offering has tears and problem of people. Machozi wanayomlilia Mungu wanayatachi kwenye sadaka, hii sehemu ya heshima. Mungu, kumbuka maisha yangu. The tear that they cry upon God, that remember my life. Kihisia hisia unabeba tu sadaka, you're going to use it. With emotions you are carrying the offering, going to use it. Ndio unabeba divorce nyumbani kwako. That's why you carry, unabeba taraka nyumbani kwako. Unajua watu wa Mungu wangapi wanakufa kijinga? You know how many people die with no purpose. Unajua divorce ngapi zinakuja kizembe hivyo? Unajua ni talaka ngapi zinakuja? Magonjwa yanakuja nyumbani kwako. Sickness come into your house. Elisha akaiona hii. Elijah saw that. Asema no. Akasema hapana. Angekuwa ameonyesha heshima kuanzia mwanzo, If we had shown respect from the beginning, that grace ilikuwa ina cover na ingevunja hata zile laana za yale madude. ile neema, it was covering everything including the leprosy. But Lakini alipona kwa rehema za Mungu kwa sababu alifuata maelekezo. he was healed by the grace of God because he followed instructions. Lakini nabii alikataa chochote kwa Naamani. But the prophet rejected everything from Naamani. Hypocrisy. Unafiki. Principle ya kwanza nimemaliza obedience, si ndio? Tumejifunza obedience. Utii. Ndani ya maandiko tumejifunza pia kutokuwa familia. In that Bible verse we have learned about not being familiar. Elisha anamwambia Gehazi, je, moyo wangu kwenda na wewe? Elisha is telling Gehazi, do you think my heart did not go with you? Kwa wewe mtoto wangu, do you believe kabisa prophet yani harakati zako wasijue? Do you So believe? you, my son and daughters, do you believe that the prophet does not know about the thing that's going on in your life? Jaribu kutoka kwenye hiyo ndoto kidogo. Please get out of that dream. Yaani mtu ambaye akiamka asubuhi Mungu anaongea naye kuhusu maisha yako A wewe. person that when he wakes up, God speaks about your life. Labda kama upo kwenye grupu langu la huduma. Maybe if you're not in my, Ila if you are there, but if you're there, you are exposed. umeanikwa mtumishi. Yaani you are exposed. Umeanikwa. Kwa if unaongea afu nakuangalia na tabasamu, jua kwamba nina mengi. So if you speak and I'm just smiling, just know I have a lot. Yaani usione baba ananitabasamia nimependeza. So don't think that I'm just smiling because you look good. Yaani nina mengi. I have a lot concerning Ila your kwa ajili ya life. Mungu wangu. But because of my God, Nikikwambia nitakutia hofu tu if utaona. I tell you, I'll bring fear in your heart. Utaona sasa mzee sasa mbona hivi vitu You'll be personal. like, this guy, this is so Kwa personal. nitakupa tu nabii wa hatima. So I'm just giving you a prophecy to your destiny Biashara. about your business. Pray my daughter, my son. Pray, my daughter. I see fire. Ninaona moto. I see grace. Ninaona neema. But you are kurulu kalala. Lakini you are kurulu kalala. Sinaona Mungu ameniruhusu ni baba yako. That's why God has allowed me to be your Wewe ni father. bebe hizo pumba zako. I better carry whatever that you have. Si ndio? Ameniamini kwamba nina kifua cha kujitosheleza. God has Kufunika. trusted me that I have what it carries. Kwa yale ambayo hata wewe cover mwenyewe you. unaogopa kuniambia, lakini ameamini mimi hapa niyafunike. The thing that he cannot tell you, he tells me Na to cover nisikuambie, you. And I should not tell you. sasa nikwambia utapoteza confidence. If I tell you, utapoteza confidence yako. Na unabidi uishi huko mbinguni. You need to live, make mistakes, tengeneza na Mungu. Ishi, fanya makosa, tengeneza na Mungu. Kuongea na wewe prophetically kila siku na If I kutengenezea, speak unapoteza uhuru ndani ya prophetically Kristo. We lose the freedom in Christ. Siku support lakini kama I'm wana not hizo pumba, supporting. siku support lakini nakuwa tu I'm trying Not to be a supporting. father. But I'm just being a father. Ukumbuke kwamba baba wa kiroho ni ofisi tofauti na nabii. Remember that the father and the spirit is different from a prophet. Sio kila nabii ni baba. Not all professors are Baba ni fathers. ofisi tofauti. A father has a different office. Baba ni ofisi tofauti na nabii. A father has a different office. Elia alikuwa baba. Elijah was the father. Isaya hajakuwa na neema ya kuwa baba. Isaiah did not have the grace of being a father. Hallelujah. Hallelujah. That is why some people stuck kwa ajili ya kuwa chini ya neema ambayo Kuna man watu of God wanakuwa- lakini hana grace ya mentorship ya maisha yako. They are men of God but do not have the grace of mentorship upon your life. So you stuck in life. So you're stuck in life. He's a real man of God. Is the real, ni mtumishi kweli wa Mungu. When he preaches, you can Aki- sense fire. Akihubiri anabeba moto. But tukikuuliza mentorship unapata wapi? Hujui. But if I ask where do you get your mentorship, you just don't know. Si ndio? Principle ya kwanza ni obey. Si ndio? Obedience. Principle ya kwanza ni utii. Second principle, Principle ya pili, humility. humility.
Unyenyekevu, child of God. Unyenyekevu. Prophets Mungu amewapa neema, anaweza kudili na moyo wako, yani ukawa humble by force. Prophets have got the grace to deal with your heart even by force. And if by any means there is pride in your life, Kwa njia yoyote God will give you a prophet. Mungu atakupa nabii. They have mastered that area. Wamemaster hiyo sehemu. They will humble you. They will humble you. Watakunyenyekesha. No special treatment. Sio treatment ya kipekee. Umeona Naamani alichofanyiwa hapa? Have you seen what Naaman did? Kaenda na mindset yake, mimi mkuu wa majeshi ya Israeli. He went with his mindset as a general of Israel. Elisha akamwambia tuliza roho. But Elijah told him, we hear God for you. We will hear God for you. Tunamsikia Mungu kwa ajili yako. Relax. Tulia. Go and do 1 2 3. Nenda kafanye 1 2 3. Alikuwa na lower pride ya Naamani. He was lowering the pride. Kwa sababu kwa aina ya cheo chake kwenye nchi kama kile. With the type of rank. With the type of rank that he had. Asingemsaidia kushughulika na moyo wake. If he did not bother to deal with his heart, angekufa vibaya sana. He could have died badly. Kwa sababu pride inaua watu wenye vyeo vikubwa sana. Because pride kills people. Kiburi kinaangusha. Kiburi kinaangusha. Unaweza kuwa mkuu sana kwenye eneo lako popote, ila kiburi kinakupull down. Kwa sababu kiburi una vita wewe na Mungu, sio shetani. When you do not obey, you have a war with God, not with ukifanya makosa yote, Mungu atakufunika, atakutetea. If you do anything, God will cover and protect. But when it comes to pride, but when ikifika kwenye pride, unapigana na shetani, you fight with God. Na Mungu pia anakupiga. With Satan pia. Kwa sababu Mungu, because God, adui mkubwa Mungu sio shetani. A great enemy of God is not Satan. Hayupo hata karibu na ranki ya Mungu. He's not even in the rank of God. Hajawahi kuwa hata adui. He has never been. Mungu hata amwazi ni mjinga tu. God does not even think of him. Ndio maana sisi tumepewa nguvu. That's why we're given Yesu power. akachukua mamlaka akatupa sisi tushindane naye. Jesus gave us the. Umeona hiyo aina ya dharau eh? Yaani mtu ashindana nayo hapo, alafu unamwambia mtoto wako uliyemzaa, hebu zungumza naye. I don't have time to talk. Sina muda wa kuongea naye. Inauma. Ndio maana Lucifer na hasira na maisha yako. That's why Lucifer has. Kwa sababu wewe ndio umetumwa kama chawa sasa. Because you are sent as a servant of God, of Jesus. Ko humility. Unyenyekevu. Nakupa siri za ile agano. I'm giving you secret apart from covenant. Obedience 1. Humility 2. Humility ya pili. Naamani akawa stabilized. Naaman was stabilized. Mbona hapa tudili na cheo, tunadili na sauti ya Mungu hapa. We are not dealing with your rank, we deal with God. Kwa Elisha angekuwa ni mtumishi mwenye hisia. Naamani amekuja. Promotion. Unatoka unajiongelesha vitu ambavyo hata Mungu hajaongea na wewe nabii. So he could go out and talk things that even God has not. Prophet, Mungu hajaongea na hivyo vitu. You are trying to fit in. Unajaribu kujiweka kwenye maeneo. Unatoka pale una shida na Mungu sasa. You give yourself problem with God. Hallelujah. Hallelujah. Imeeleweka vizuri eh? Have you understand? Biblia inasema the Bible says mwenye unyenyekevu Mungu anamuinua. The person who is humility, God raises them. Anayejiinua Mungu anamshusha chini. A person who is humility, God. Jitahidi maisha yako yote usiingie mfumo ambao utakuwa adui wa Mungu. In all your life, do not live in a way that you become. Adui wa Mungu sio shetani. An enemy of God is not Satan. Adui wa Mungu ni pride. The enemy of God is pride. Pride ndio ilimtoa Lucifer mpaka leo asamehewi. Pride is what made Lucifer not to be forgiven till today. Lucifer. Pride ndio ilimwangusha, sio makosa mengine. Pride is what brought his downfall, not anything else. Kutaka kukaa kiti cha Mungu. He wanted to be equal with God. Akasahau kwamba anachokiwaza ni Mungu ndo alimpata uwezo wa kuwaza, ndo alimuumba. He forgot that even he thought is God that gave him the thoughts that he's thinking. He has fallen. Then that was his downfall.